yetu. Kuna watu ambao tutaenda kuangalia katika Biblia ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika maisha yao na Mungu amewakumbuka sana. Lakini pia mimi binafsi mwenyewe Mungu amenisaidia sana katika maisha yangu mpaka wakati mwingine ninajiuliza mimi ni nani? Toka nilija hapa Dodoma nina miaka 5 tu. Nilikuja mwaka 2020 na tulikuja kwa ajili ya utume kuhamasisha kuhusiana na mambo haya neno la Mungu. Ni mwalimu pia wa mambo ya neno la Mungu. Kwa hiyo tulifikia hapo St. John tukawa tunafanya hizo huduma za kiroho, lakini basi baadaye tukaamua rasmi sisi tulitokea Dar es Salaam tukaamua kuishi wapi? Dodoma. Lakini tulimuona Mungu kwa namna kipekee sana Dodoma kuliko tulipokuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zangu, katika swala zima la utoaji ni muhimu sana, hasa sadaka. Tunapotoa sadaka Mungu anakumbuka sadaka zetu katika maisha yetu. Hata unapopita katika changamoto mbalimbali katika maisha, unapomkumbusha Mungu kumbuka sadaka yangu, Mungu anaonekana kwa namna ya kipekee. Tukisoma katika neno la Mungu katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 43 mstari wa 26, Mungu anasema, "Njoo tusemezane, nikumbushe nipate kukupa haki yako." Kwa hiyo tunamkumbusha Mungu kupitia sadaka ile, Mungu naomba ufanye hiki, ufanye hiki, na Mungu atafanya nini? Atafanya. Tukisoma katika neno la Mungu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 hadi mstari wa 41. Nafikiri ni somo ambalo pia tulisoma jana kwenye jumuiya zetu kama tunahudhuria kwenye jumuiya. Tunakutana na mtu mmoja anaitwa Dorcas au Tabitha. Udada alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, lakini alikuwa ni fundi cherehani, mtaalamu. Alikuwa akiwashonea watu nguo nyingi. Anawapa au mapadri, makatekista, watumishi wa Mungu, makuhani pamoja na wajane na watakatifu. Kwa hiyo alikuwa anashona nguo anawapa. Ikafika wakati akaugua. Baada ya kuugua akafa. Baada ya kufa wakamuosha. Baadaye wakamweka gorofani. Wakamweka gorofani kwa ajili ya maandalio ya mazishi. Lakini tunaona kwamba wakati wamemweka gorofani kwa ajili ya maandalizi ya mazishi, wakatumwa watu wa pili kwenda mji wa Lida. Mji wa Lida uko karibu na Yafa. Wakaenda wakamwambia Petro, usikawie, ikiwezekana andamana nasi. Na tunaona kwamba Petro akaenda pamoja nao. Nisiseme sana, ngoja tusome. Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari ule wa 36 hadi wa 41-42. Na mwanafunzi mmoja alikuwa kwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka gorofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu gorofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akamwelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi, akampa mkono, akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Kwa hiyo tunaona kilichomrudishia uhai huyu Tabitha ni matendo mema na sadaka. Ndizo zilizorudisha katika uhai wake. Na hii pia tunapata uthibitisho tukisoma katika kitabu kile cha Tobiti, ukisoma Tobiti sura ile ya 4 mstari kuanzia wa 7 hadi wa 10, tunaona
kuna maneno ambayo yanazungumza ni mazuri sana kuhusiana na swala la sadaka. Unapotoa lina pia lina wakati unakaribia kufa au wakati unataka kufa inakuokoa. Ile sadaka yako inafanya nini? Inakuokoa. Tukisoma katika hiyo kitabu cha Tobiti sura ya 4 kuanzia mstari wa 7 neno la Mungu linasema, toa sadaka katika mali zako, wala utoapo sadaka jicho lako lisiwe na choyo, wala usigeuzie uso wako mbali na mtu masikini, nawe utageuziwa mbali uso wa Mungu. Ukiwa na wingi, utoe sawasawa na wingi wako. Ukiwa na kidogo tu, usiogope kutoa sawasawa na kidogo hicho. Kwa maana wajiwekea hazina bora kwa siku ya dhiki. Maana sadaka umuokoa na mauti, wala azimwachi mtu aingie gizani. Kwa hiyo sadaka zinakuokoa na nini? Na mauti. Azikuachi uingie gizani, zitakuokoa. Na ndio maana kuna sehemu nyingine tukisoma kwa Biblia wanasema ni vizuri ukajiwekea hazina yako mbinguni ambako hakuna wezi wala kutu watakaoweza kuvunja. Kwa hiyo lazima tutoe sadaka kwa upendo. Lakini utashangaa sana wapendwa, wakati wa sadaka. Huku nimeona walawe mmeweka vikapu hivi vipigi kelele. Wakati niko Mwanza kule nilimwambia baba Maroko, tengeneza yale vikapo lakini vile virefu kabisa ambavyo kama mapipa. Kwa hiyo utakuta mtu akiweka yaani ni muziki mwanzo mwisho. Mtu amevaa vizuri kabisa. Amekunja na mikono kwa unyenyekevu kabisa, anaenda kutoa sadaka namna hii. Lakini utakuta ana 100, ana 200, ana shilingi 50 ndio anaenda kumpelekea Mungu. Hii sio sawa sawa. Mwambie jirani yako, hii sio sawa sawa. Yaani Mungu unampelekea vyuma. Hata katika uhalali ukisoma kabisa katika zile fedha halali za Tanzania, shilingi 500, 200, 50 na 100 hazipo. Chukua, ukitaka kujua habari hiyo, chukua sasa hivi noti yako ya shilingi 10,000, utaambiwa pesa halali ya shilingi 10,000 kwa matumizi hayo. Shilingi 5,000 hiyo imeandikwa fedha halali kwa matumizi ya shilingi 5,000 hiyo. 1,000, 2,000 hivyo, lakini chukua ile chuma mwanangu ile. Raisi wa pili wa Zanzibar sio wa kwanza hivyo. Karume unakuta kule unakuta nani? Hivyo ni vyuma. Na vyuma hivi vinakataliwa mpaka na mashine wapendwa. Siku moja nilibahatika mimi kwenda Ujerumani, tulikuwa tunaenda kwenye hija. Tulikuwa tuna mkutano mkubwa na Baba Mtakatifu wakati ule Benedict wa 16, ilikuwa mwaka 2005. Kwa hiyo tulienda, anakutanaga kila baada ya miaka 3 anakutana na vijana ulimwenguni. Kwa hiyo mimi nilifanikiwa kwenda. Sasa nilifika pale Frankfurt ambao ni uwanja mkubwa sana wa kimataifa wa Ujerumani. Kwa hiyo unapopita sasa unatakiwa utoe vitu vyote, mkanda, nini. Kumbe nimesahau bwana shilingi 500. Sasa sikujua. Ninaingia kwenye skana askari wanarudisha. Wewe vipi? Mtu kuangalia huko kuna coin ya 500 na imetakiwa mpaka na mashine. Ukienda pale SGR, wakati unataka kwenda kupanda treni, unapopita kwenye ile mashine, hivi vyuma hivi vyote unaweka pembeni. Ukipita vinapiga kelele. Lakini hivyo ndivyo tunapompelekea Mungu. Hii si sawa sawa. Hii ni aibu wapendwa. Mbona tukienda kwa waganga wa kienyeji na tukienda kwa majumba starehe, tunatoa nyekundu, tunatoa noti, tunatoa zile hela nzuri, uongo kweli? Lakini Mungu tunamletea vyuma. Wewe Mungu amekulinda katika wiki nzima. Toka Jumatatu mpaka Jumapili mpaka unaingia. Kweli mpendo unashindwa hata buku, wala hata buku wiki nzima. Amekulinda na ajali za bodaboda, amekulinda na wanyang'anyi, wezi na vibaka na majambazi, akakujalia afya njema. Alafu kweli Jumapili unaenda kabisa kwa unyenyekevu namna hii, unaenda unatoa shilingi 100. Kweli. Hizi ni dharau hizi. Hivyo unapoenda mbele za Mungu una jambo lako. Unamwambia Mungu, kabla hujapita mwaka huu naomba unipatie kiwanja. Mungu, kabla
hujapita mwaka huu, naomba unipatie usafiri. Alafu Mungu akakujibu, okay, chukua hiyo 100 au 200 ukanunulia usafiri. Utapata kweli? Hapana. Hii si sawa. Kwa lazima tumguse Mungu. Kama nilivyowaambia kwamba toka nija hapa Dodoma huu mwaka wa 5 sasa naingia, lakini Mungu amenifanyia mambo makubwa kwa sababu ya utoaji. Amenifanyia mambo makubwa mpaka ninaogopa. Kuna watu wengine wapendwa wapo wanafanya kazi serikalini, katika mashirika binafsi na sehemu mbalimbali, lakini utakuta yeye mtu mpaka leo hata kiwanja cha 20 kwa 20 hana. Uongo kweli? Kweli. Mimi ni nani mimi Mungu anipe vyote hivyo? Mungu amenipa mara ya kwanza kabisa mwaka 2020 hiyo akanipatia kiwanja kina square 1119 Hombolo. Sijakaa sawa, akanipatia tena kiwanja TANESCO. Kina ukubwa wa kule TANESCO kwenye mitambo kule. Kina ukubwa wa square mita 700. Sijakaa vizuri mwaka umefuata, Mungu akanipa tena Hombolo. Kiwanja kikubwa kina square mita 1600. Sijakaa vizuri mwaka umefuata, Mungu akanipa shamba la eka 3.5. Sijakaa vizuri mwaka jana, yaani mwaka unaofuata, nikamwambia Mungu, kuna siku moja nilikuwa napita naenda sehemu fulani hivi, Michesi huko. Nikawa napita sehemu gani, nikafika, nikakuta kuna nyumba moja kubwa nzuri inaandikwa inauzwa. Na namba za simu ziko pale. Nikaiangalia, nikasema nikirudi nitakuja kuiangalia. Nikaondoka zangu. Wakati nimerudi bahati mbaya ilikuwa usiku. Lakini basi kesho yake nikamwambia wife, hebu twende tukaone, kuna nyumba moja nimeiona nzuri, hebu twende. Tukaenda kwa mpaka kule, akasema lakini mume wangu, unajua wewe una hela, hatuna, unanunulia nini? Nikamwambia tulia wewe, Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Amina. Kwa hiyo tukaenda tukaiangalia kweli na nini, tukapiga ile namba haipatikana, tunaambiwa haipo kabisa. Tukamzunguka kwa majirani tukapata namba. Tukampigia yule mzee akaja. Baada ya kuja yule mzee tukazungumza naye, ni nyumba kubwa nzuri na ndio ambayo ilikuwa ndoto katika maisha yangu. Gari inaingia mpaka ndani. Kuisifu Yesu Kristo. Hiyo sebule unaweza kujenga vyumba 4 vya kuishi. Alafu pia katika hiyo sebule hapo kuna public toilet iko hapo. Hakuna kusumbua watoto au kusumbua wazazi. Una shida yako, unaingia hapo kushoto, unamaliza, unajiangalia kwenye kioo, unapiga na mswaki, unamaliza, unatoka, unaendelea na burudani zingine. Wapendwa wasiwatalii, Mungu tukazungumza na wale wazee na nini, wakanizungusha vyumba vyote. Hiyo master wanaweza kujenga vyumba 4 vya kuishi. Hiyo kwanza hiyo chole ile ilikuwa kule master ile. Ukiweka vitanda 6 kwa 6 inakaa kama jiani. Siku tani, siku ukipata nafasi, njoo nitakaribisha sana jinaji. Tukaongea, akasema kweli nyumba mimi ninauza, lakini sikutaka kuiuza, lakini basi ninaiuza. Lakini hii nyumba hii wakati ule wa Kikwete kuna mtu alifika milioni 100, nikakataa. Lakini kwa wewe bwana nitakuzia milioni 70. Nyumba bado haijapauliwa, lakini ni nzuri. Imejengwa kwa tofali za nchi 6 za low cost. Unazipigwa za low cost, wale wanaojua zamani CBA wana kiwanda chao. Zile kama zinapokotwa ile hata ukikucha na mnaye hakuna hata mchanga kutoka. Nyumba nzima. Hapo imepigwa zege, nyumba nzima imeshapigwa zege. Basi tukazungumza mzee, bei ya mwisho shilingi ngapi? Akasema bwana hiyo ndio bei ambayo milioni 70. Alafu kidogo anaangalia anacheka ndani kwa ndani. Basi baadaye tukakubaliana, anambia mzee mwisho kabisa, akasema hii ni milioni 50, napiga mstari chua. Akapiga mstari, mwisho milioni ngapi? 50. Hapo ananiambia Kombero, hii ni nyumba yako hii. Wala usihofu, ni nzuri sana za kufaa kwa mambo yako. Nikamwambia sawa, na mimi nikadaka maneno ya kinywa chake, alafu nikamwambia Mungu, nikaenda kumshtakia Mungu. Mungu umesikia lazima ya kwangu. Nitakushangaa Mungu kama utampa mtu mwingine. Basi nikaendelea kuomba Mungu, kwa kweli akatenda mambo makubwa. Ni historia ndefu kidogo, lakini Mungu alikuja kuniachilia hiyo. Kwa sababu ni kila siku nilikuwa naenda mimi kwenye ile nyumba, na kamata ile nyumba, naweka mikono na mwambia Mungu, kumbuka huduma nilizofanya, kumbuka nilipokutumikia kwa uaminifu wote. Mungu, walau kwa hili tu naomba uniheshimishe.
Kila siku ninakwenda pale, naomba lisali moja masaa mawili ni hivyo. Mpaka majirani wakazoea, wakajua pale mimi ni nyumbani kwangu. Na nikaanza kupanda miwa hata kabla sijanunua. Lakini mwezi mmoja kabla ya kununua ile nyumba, yule baba aliniletea hati ya nyumba, ramani ya nyumba na kila kitu. Akaniambia hii ni nyumba ya kwako bwana Kobelo, chukua hivi. Akanipa, sijalipa senti tano kipande. Nikamwambia Mungu, umeona mpaka nilikuwa na hati. Sasa hizi zilitoka mikononi mwangu. Mungu nakushangaa. Hii ni ya kwangu. Lakini Mungu alifanya njia pasipokuwa na njia, akafanikisha kweli hela ikaweza kupatikana mwezi uliofuata, na kweli nikafanya transfer kwa haraka mpaka leo ni nyumba yenu. Ukisoma tu kiwanja kinasoma jina langu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anatenda mambo makubwa sana katika sadaka. Watu wanalalamika sana, jamani michango mingi kwenye jumuiya, jamani juzi sisi tunajenga kanisa, tunafanya finishing saizi. Parokia yetu analia hiyo Mtakatifu Yohane Mtume, St. John. Juzi kulikuwa kuna madirisha sasa ya juu kwa ajili ya mnala na mengine huko juu huko kwenye dari. Kuna madirisha, jamani kila dirisha linatakiwa 1,500. Watu wote wamekaa kimya. Sasa michango imezidi. Mke wangu anatoka pale, jamani mimi familia yangu na Mr. Kobelo njoo. Kaenda pale mbele. Sisi tunachukua dirisha moja. Wakati huo kuna ada ya shule inatakiwa. Wakati huo kuna kodi ya kibanda cha biashara. Wakati huo kuna mambo mengi. Sasa wife hayaoni haya yote, lakini anajua siri ya nini? Ya utoaji. Tukachukua dirisha moja. Napata akatolea ushuhuda baba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mambo makubwa sana. Sasa tunamwona huyu Tabitha mambo aliyoyafanya. Lakini kuna mtu mwingine tena tukisoma katika neno la Mungu katika hii Matendo ya Mitume sura ya 10. Sura ya 10 Matendo ya Mitume kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 4, neno la Mungu linasema hivi. Kuna mtu mmoja leo tunamkuta hapa anaitwa Kornelio. Palikuwa na mtu mmoja Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Italia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu. Alikuwa anatoa sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi kama saa 9 mchana, malaika wa Bwana akamjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akatetemeka, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Muulize jirani yako, wewe ni nini ukumbusho mbele za Mungu? Sasa kama unatoa kweli tu mwanangu, kweli ukumbusho kweli. Kwa hiyo tunaona huyu bwana akakumbukwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakukumbuka. Lakini pia kuna madhara makubwa sana kutotoa sadaka, wapendwa. Madhara ya kwanza, unapoteza. Tukisoma katika Hagai sura ile ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, mmepanda vingi, mnavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamtosheki. Mnavaa lakini hamoni joto. Mnapata mshahara ili kuutia kwenye mifuko iliyotoboka. Maana nini? Kama si mwaminifu katika kutoa sadaka za Mungu, unapopata fedha tu ndipo matatizo yanajitokeza. Kwa hiyo ile pesa inafanya nini? Inapitiliza. Ile pesa inafanya nini? Inapitiliza. Ukipata hela tu hivyo, unapata mshahara lakini unaingiza kwenye mifuko iliyotoboka. Pata hela tu, mama mko mgonjwa, mtoto mgonjwa, amefukuzwa ada ya shule. Sijui yani hivyo hela ikai. Lakini usipokuwa na hela, matatizo hakuna. Kiasi madogo tu. Lakini ukipata hela tu, hapa. Sasa hii ni hatari sana. Mwambie jirani yako ni hatari sana. Kwa hiyo lazima tumtolee Mungu kwa uaminifu. Tunapomtolea Mungu kwa uaminifu, kuna mambo makubwa sana Mungu anayatenda katika maisha yetu. Sio kama mnanielewa wapendwa? Basi kwa kumalizia tu kuhusiana na swala zima la sadaka, tukisoma katika kile kitabu cha Maraki sura ya 2 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 3, neno la Mungu linasema,
Kama mtaki, haya niliyowaambia ni kama mtaki. Nyinyi kama mtaki, watu wa hapa, watu wanaita Buyuni. Watu wa Buyuni, kama mtaki haya ambayo nimewaletea mimi, kama hamtaki kuyasikia na kama hamtaki kuyatia moyoni ili kutukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani, kwa sababu amtii aya moyoni. Kumbe mshalaniwa. Kwa nini kweli? Angalieni, nitakemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi. Kuna mtu mwenye hapa, labda mimi nikasema. Angalieni, nitakemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi. Naam, mavi ya sadaka zenu, nani mtaondolewa pamoja nazo. Kumbe tunapotolea hivi vikweli, Mungu atafanya nini? Anataka mavi. Unajua mavi yananuka. Sasa kuna wengi tuko hapa tunanuka mavi. Ndio maana tufanikiwe katika maisha, uchumi uko ovyo, kwa sababu tunanuka mavi. Tunatakiwa tupake mafuta ili tuweze kunukia, ili tuweze kupata kibali mbele za watu. Lakini kwa sababu ya sadaka tunazozitoa hivi, ambazo yake hazistahili, ambazo zimekuwa ovyo, matokeo yake Mungu atatupaka mavi. Ukipaka mavi, kila mtu anakukimbia. Hakuna mtu atakayeweza kukukaribia. Uongo kweli? Kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, tuangalie, kwa sababu vinginevyo tunatoa sadaka ambazo sio sawa sawa. Tumtolee Mungu kwa uaminifu wote. Na tunapotolea Mungu anaonekana kwa namna ya kipekee. Lakini jambo lingine la pili nataka nizungumzie, kuna mtu mmoja kule Arusha. Yule baba alikuwa na mke na mtoto. Walifanikiwa kupata mtoto mmoja mdogo tu, alikuwa anaitwa Kibishi. Na baba yule pamoja yuko Arusha kule, alikuwa na shida ya asma, alizaliwa nayo. Kwa hiyo kipindi cha baridi na Arusha ni baridi sana. Kwa hiyo alikuwa anavaa sana makoti na nini. Kwa hiyo alikuwa anafanya shughuli zake, lakini hiyo hali ilikuwa inamsumbua sana. Na ikafika wakati pamoja na mke wake yeye alikuwa ni mama wa nyumbani tu. Kwa hiyo baba ndio alikuwa anajishughulisha katika shughuli ndogo. Ikafika wakati yule baba akaugua sana na akafariki. Alipofariki yule baba akamwacha mke na mtoto huyo ambaye anaitwa Kibishi. Mama alilia sana, alilia mara mbili kwa sababu hakuwa na namna nyingine ya kupata fedha. Alikuwa anamtegemea baba Kibishi. Baba Kibishi ndio anaondoka. Alilia sana. Maisha yangu sasa yatakuwaje? Walikuwa na nyumba tunaita mbavu za mbwa. Mbavu za mbwa ni nyumba ambayo imejengwa kwa fito. Alafu juu waliezeka bati za kidebe. Sisi watu wa zamani kidogo tunajua kulikuwa na madebe fulani hivi. Kwa hiyo imekatokatwa ndio kuezekwa huko juu. Basi baada ya kumaliza mazishi, baada ya kuzika, wakarudi nyumbani. Mama Kibishi zile rambirambi ndogo alizokuwa amepewa kama pole, akaona sasa nitafanya nini? Akasema kitu kimoja naweza nikafanya kikanisaidia mimi na mtoto wangu Kibishi. Kwa hiyo akaamua zile fedha ndogo alizopata kununua beseni na kununua matunda na mboga. Alikuwa anatembeza mtaani anauza, anapata chochote. Lakini kila alipokuwa anapata faida, alikuwa anatoa, anapeleka fungu la 10 kwa fadha. Na hata kupeleka kwa fadha akasema, najua hali yako unaoishi Mama Kibishi. Kwa hiyo hii hela itakusaidia wewe na Kibishi, acha tu. Akasema hapana, hii mimi ni zaka yangu, ipokee fadha. Kwa hiyo fadha akawa amepokea hivyo kwa shingo upande. Lakini pia ikafika wakati Kibishi akaanza shule. Yule mama akawa anamtolea sadaka mtoto wake huyo Kibishi. Mungu kupitia sadaka hii basi ukapate kumwezesha mwanangu Kibishi afunguliwe ufahamu wake na akili zake, aweze kufanya vizuri darasani, awe mtu wa kwanza katika masomo yake. Na ndivyo ilivyokuwa. Kibishi toka darasa la kwanza mpaka anafika darasa la 7 ni namba 1 hajawahi kushindwa. Na alipofika darasa la 7 akafanya vizuri sana, ilibidi wampeleke kwenye shule ya vipaji.
Walipompeleka kwenye shule ya vipaji anaenda kuanza form 1, mama yake akawa anaendelea kumtolea sadaka, anamtolea fungu la 10. Alipofika form 1, kuanzia ile form 1 mitihani yote inayokuja akawa anashika namba 1. Alipofika form 4 akapata division 1 ya pointi 7. Akaenda 5 na 6. Alipoenda 5 na 6 alifika form 6 akafanya vizuri mno. Akaenda moja kwa moja chuo kikuu. Ameingia chuo kikuu cha Dar es Salaam, anachukua degree yake kidishi, na yeye ameshakuwa mtu mzima, naye akawa anamtolea Mungu sadaka pamoja na sasa. Ikafika chuo kikuu, ule mwaka wa kwanza wanaingia kwenye mitihani, alifanya vizuri sana, ni mtu wa kwanza. Mwaka wa pili alifanya vizuri sana, mtu wa kwanza. Alipofika mwaka wa 3 anamaliza degree yake, akafanya vizuri sana kupita kiasi. Pale chuo kikuu uongozi wanasema hapana, huyu hawezi akaenda kokote, tunamwajiri hapa kama lecture. Akaajiriwa kama lecture wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ule mshahara wake wa kwanza alipopata, wote akautoa kama malimbuko kulinda kazi. Akawa kila akipata mshahara anatoa. Kidishi historia yake ikaenda sana, na matokeo yake akapata scholarship ya kwenda Marekani kwenda kusoma, kuchukua masters. Akaenda kwenye chuo kimoja Marekani. Amefika kule Marekani, akaingia chuoni pale, kwenye mitihani namba 1 mpaka wazungu wanashangaa na kuna kichwa namna hii. Huyu Mswahili huyu ametokea wapi? Mwaka wa pili fanya vizuri sana, anamalizia pale kupata masters yake, na kidishi wazungu wakasema haurudi nyumbani, utabaki kwetu. Tunakuajiri hapa hapa Marekani katika chuo kikuu. Utakuwa ni lecture. Kwa akawepo pale anafundisha, lakini mshahara wake zile dola ukiziconvert na fedha zetu za Tanzania ni sawa sana milioni 20 kwa mwezi. Akachukua ile fedha yote aliyopata mshahara wake wa kwanza, akatoa kama malimbuko kwa ajili ya kulinda kazi. Kidishi wakawa wanaendelea wanawasiliana na mama yake, akasema okay, sasa nahitaji niwasiliane na engineer wa mkoa, kuna kitu nataka nifanye kwa nyumbani mama. Walikuwa na eneo kubwa. Wakazungumza na engineer, wakakubaliana zinapandishwa pale ghorofa 2. Mchanga ukapelekwa, kokoto zikapelekwa. Matofali yakapelekwa pale, bati zikazungushwa, mjengo ukaanza pale. Mtu akawa anashangaa, mama Kidishi kauza nini? Mama Kidishi kauza nini? Mama Kidishi akawa anaendelea na ujenzi, ghorofa ya kwanza ikaisha, ikaenda ghorofa ya pili ikaisha. Mama Kidishi wa watu hana roho mbaya. Ukimwambia tu Mama Kidishi leo vipi? Tunaenda kula kitu bora, anamwambia twende tu, hamna shida. Nyumba imeisha, ikazungushwa fence ya umeme. Wakaletwa walinzi wa Kimasai, kamera zikafungwa, mlinzi wa bunduki akawepo hapo. Maisha yakanyoka. Gate Mama Kidishi amenunuliwa V8. Nakuja 00 mwanangu. Mama Kidishi akawa anaendeshwa mwanzoni, baadaye akawa anaendeshwa mwenyewe kuwasha. Nikifika pale getini mwanangu, geti lenyewe linafunguka. Maisha yalikuwa mazuri sana. Siri ya Kidishi kufika huko ni nini? Sadaka na zaka. Ndizo zilizomsaidia. Wewe uko hapa mpendwa, mama uko hapa, binti uko hapa. Inawezekana wewe binti umehangaika kwenye mahusiano, umeumizwa vya kutosha kama mimi nilipoumizwa siku za nyuma, baadaye nikapata siri. Unaomba Mungu, vijana mcheze tu wanakuja huyu, hakuna tasiri moja la kufikisha madhabahuni. Unakamata sadaka yako yenye kuuma, unamwambia Mungu kupitia sadaka hii, jambo langu hili kabla mwaka huu hujaisha fanya kitu. Alafu uone Mungu kama atakaa kimya. Hawezi kukaa kimya, atatenda tu. Wewe mama uko hapa umeolewa, lakini mume wako ni mlevi, akija anafungua mlango kwa teke, anazama ndani. Unakwenda kwenye makanisa chungu mzima, unakwenda unaacha hata kanisa Katoliki ambalo lina baraka na neema nyingi. Ukienda kwa Yesu kanisa tu ukimshtakia tu, Bwana mume wangu kuna 1 2 3. Maana anasema mwenyewe katika ile niliyowaambia katika Isaya sura 43 mstari wa 26, anasema njoo tusemezane. Nikumbushe nipate kukupa haki yako. Lakini kwenye Isaya ile ya 42 mstari wa 21 anasema leta hoja nzito zenye nguvu.
nipate kukujibu. Kwa hiyo unampelekea Mungu, tazama kuna wangu bili saizi, lakini unakwenda na sadaka. Maombi bila sadaka hayaendi. Na watu hao wenzetu wanani wamegundua, ndio maana ukienda tu kutokana na tatizo lako inabidi utoe laki tano. Sasa sisi tuwapangii, lakini shika kile kinachomuuma, kinachogusa moyo wa Mungu. Utakapopeleka pale Mungu ataonekana kwa namna ya pekee kwa ajili yako. Amina? Amina. Tunaelewana wapendwa? Mtoto wako hayuko vizuri kielimu, hata mimi mtoto wangu. Pamoja nafanya mambo mengi haya, lakini mtoto wangu nilimpeleka kwa shule moja, ilikuwa ni nzuri ile shule kwa sifa zake, lakini nilimpeleka pale mtoto wangu amesoma miaka 2, hajui kusoma. Kuandika? Utashangaa. Lakini kusoma hajui. Kukopi na kupesi iko vizuri. Amesoma mwaka wa kwanza nikavumilia, mwaka wa pili nikavumilia, mwaka wa tatu ndio nikaenda darasa nikaenda. Walimu, jamani, mimi mtoto wangu mbona kuna changamoto hii? Kwenye mitihani ikiletwa, mtoto anakuta yeye amefanya vizuri, ana 100 ziko kama 5. Lakini ukimpima hizi 100 kweli kumbe unasaidiwa. Nikasema hapana, hii si sawa sawa. Nikamhamisha pale, nikamchukua mtoto wangu nikampeleka St. Mary's. Akafanya interview pale akashindwa, akakosa kupata ile wastani. Hajui kusoma. Ukisoma pale unajua kichwa cha habari kinasema nini, kinatakiwa nini ujaze pale. Hajui. Nikamtoa pale kwa machungu, nikampeleka St. Gaspar. Nikaenda kufanya pale interview. Kufanya interview pale mtoto yeye aingia darasa la 2, ule mtihani very simple. Lakini mtoto amekosa kupata ile wastani ya 60 waliokuwa wanataka wao, amepata 30. Ya 30 wao kwa hesabu yuko vizuri yule mtoto. Kwa hiyo akakataliwa. Naambia mrudishe kule mwezi wa 6 labda akijitahidi aje tutaangalia kufanyia interview kama atapita hivi. Nikarudi tena St. Mary's kule, jamani walimu naomba tafadhali mimi nafundisha pale dini pale. Kwa hiyo huko ndo kanionea hivyo, kampa tena mtihani. Kufanya mtihani mtoto akashindwa. Sasa tunakusaidiaje baba yeye? Nikasema jamani naombeni mnisaidie tu. Sadaka na maombi hivi. Baadaye wakamkubalia, wakasema sawa, ngoja tuone itakapokuwa. Lakini ili aweze kufanya vizuri anatakiwa mwalimu wa tuition. Tuna mwalimu mmoja hapa ndio anakutana nao watu ambao wameshindikanika. Huyo wewe tukuunganisha, kaniunganisha naye. Kuunganisha naye mwalimu anafundisha kwa Mungu kupitia dirisha hili, mtoto afanikiwe, afunguliwe akili zake, utashi wake na ufahamu. Kweli Mungu akaja akafanya vizuri sana kweli kwa ule mtoto. Yule mtoto anakuja kufanya mitihani ya kufungia shule hii term iliyopita hii. Yule mtoto amekuwa wa 19 kati ya watoto 56. Amewapita mpaka watoto waliokuwa pale, ana wastani wa A. Yaani ana B na A ndio zimezidi. Ana maksi zile 100 zile ziko hizi 5 pepa 5. Kwa anaendelea kuona vizuri. Na tumechukua tena dirisha kumwambia Mungu tunaomba kwa ajili ya huyu mtoto awe wa kwanza, bado hatujaridhika, awe wa kwanza. Na mtoto anafanya vizuri sasa hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wewe ukitaka mtoto wako, kuna watoto wengine wameshirikana, vijana wamaliza darasa 7 wengine wameishia katikati hapo, form 2 form 3, wako ni bado wanakusumbua hapo, wewe uko huko tu. Njoo. Mwone kwanza, sema zako, weka sadaka nzuri. Alafu mwambie Mungu kupitia sadaka hii. Alafu mwone Mungu kama atakuacha. Hata kuacha. Kwa hiyo ndugu zangu, zaka ni muhimu sana. Nimeshangaa sana wakati wanakuja hapa wanaalikwa watu kutoa zaka. Katika kanisa zima hii ni logo ya kanisa ndio wamekuja kutoa zaka. Hii si sawa sawa, mwambie jirani yako hii sio sawa sawa. Tunapozungumzia zaka au fungu la 10 maana yake 1 ya 10. Unapokuwa na shilingi 10, shilingi 1 sio ya kwako, ni ya Mungu. Unapokuwa na shilingi 1000, shilingi 100 ni ya Mungu. Unapokuwa na shilingi 10,000, 1000 ni ya Mungu. Hapo kidogo lao, yaani kama kaumiuni kidogo tunatoa. Uongo kweli? Mwanangu, una laki utoe 10,000. Hapo ndio shughuli inapoanzia, mwambie jirani yako ndio shughuli inapoanzia. Una laki unatakiwa utoe shilingi 10,000, fungu la 10. Unapiga mahesabu, hii shilingi 10,000 kwani sinapata kilo 5 za unga hizi na maharagi. Sisi tutasaidia watu wengine, niende nikatoa kafara. Kweli nikatoa. Hapana, usipotoa unamwambia Mungu. Unapokuwa na milioni 1, laki 1 sio ya kwako, ni ya Mungu, lazima utoe. Na usipotoa mwanangu utakuta zile hela zote kama zinapeperuka hivi. Ndani ya muda mfupi tu zimeisha, hapo unajua ninge.
Unapokuwa na bilioni 1, milioni 100 ni za Mungu. Kwa hiyo hili ni lazima iweke akilini. Sio unamwekea shilingi 500, shilingi 1000. Mwalimu mmoja akanifuata akaniambia, "Sasa mwalimu umefundisha vizuri sana, lakini sasa mimi mshahara wangu take home ni 400, lakini huwa anatoaga zaka 20,000. Ni kwa sababu nikasema sio sahihi. Hapo sahihi ni 40,000. Ndio natakiwa mpelekee Mungu. Katika laki ngapi? Laki 4. Katika laki 5 50,000. Sasa kuna watu wanalingana hata kitu cha kwa Mungu wetu ni mwema sana. Nataka kidogo tu. Kidogo. Wala hata kingi. Anasema nusu kwa nusu ingekwaje? Tungetafuta nani? Lakini Mungu ametaka kidogo sana. Sasa kwa kumalizia kabisa tukutane, tusipomtolea Mungu zaka kamili tunamuibia. Sisi ni wezi, hatuna tofauti na nani? Majambazi. Tumsifu Yesu Kristo.